Kwa majina naitwa Michael Kiseru, ni afisa mradi ambao nafanya na kazi na shirika la Cafe Africa Tanzania. Cafe Africa Tanzania wana mradi ambao unaitwa Wandaba, ambao ni mradi unaokuongeza uzalishaji na tija hususan katika zao la kahawa. Mradi wetu sisi hususan kuna kipengele ambacho pia ni moja ambao tunaelimisha wakulima wetu kupimiwa afya ya udongo, ambapo umuhimu wa afya ya udongo mkulima anaweza kutambua kwamba udongo wake una upungufu upi, na yeye mkulima sasa tunaweza tukamshauri atumie matumizi yapi. Kupitia ili zoezi la upimaji wa afya ya udongo, tunafanya kazi kwa kushirikiana na serikali ambao ni wadau wetu. Serikali wao kuna maafisa kilimo ambao wanakusanya sample kule, tukishirikiana na sisi maafisa kutoka Cafe Africa kwa kukusanya sample kutoka kwa wakulima. Baada ya pale tunazipima, baada ya pale tunawarudishia wakulima wetu kwa kuwapa majibu na kuwapa miongozo ni kipi ambacho wanaweza wakaamini, ni kipi ambacho mkulima anaweza akakitumia kwa lengo la kuboresha zao la kahawa. Lakini pia mradi wetu wa Wandaba hatutoi tu mafunzo ya upimaji wa afya ya udongo, lakini pia bado tunaendelea kusisitiza matumizi sahihi ya mbolea, lakini pia bado tunaendelea usimamizi bora ambapo mkulima azingatie ubora wa kahawa kwa kuhakikisha, lakini pia kuna mkulima aweze kuongeza uzalishaji na tija, ni kanuni zipi anatakiwa zizingatie. Lakini pia bado tumeenda kwa kujikita kwa kutoa mafunzo ya usawa wa kijinsia, lakini pia mafunzo ya matumizi sahihi ya fedha na uanzishaji wa vikundi vya kuweka akiba na kukopeshana, ili wakulima wetu waweze sasa kuweka akiba na kuweza kukopeshana. Mradi huu ni mradi wa miaka 5 ambao umeanza 2025 mpaka 2029. Kama nilivyosema awali kwamba mradi huu umelenga kuongeza uzalishaji na tija, lakini pia kuweza kumuinua mkulima. Kupitia mradi wetu huu mpaka sasa tulipofikia, tumeanza mwaka jana, jumla ya wakulima viongozi ambao wanatoka kwenye vyama vya msingi ambao tumewafikia kwa kuwafundisha ni jumla ya wakulima mpaka sasa tumewafikia jumla ya wakulima 264 ambao tumeshawafikia, na malengo yetu tuje tuwafikie wakulima 500 viongozi. Tumeanza na mwaka jana wakulima 100 na mwaka huu pia tumewafanyia tena wakulima 100, lakini pia umo tumewafundisha na maafisa ugani kutoka ngazi ya kata na ngazi ya vijiji ambao wanahudumia kutoka serikalini kwa kupewa mafunzo ya ubora wa kahawa, lakini pia kwa kupewa mafunzo ya usimamizi wa afya ya udongo, lakini pia na matumizi sahihi ya kutumia mbolea ambao mafunzo yao tumewapa wakulima. Tuna ofisi katika mkoa wetu wa Kagera, ipo hapa Bukoba, lakini pia tuna ofisi ndogo ndogo ambazo zipo katika halmashauri zetu ambao wapo maafisa wetu mradi ambao wanatekeleza mradi kwa kushirikiana na maafisa wa serikali, lakini na pia na wakulima viongozi wanaotoka katika vyama vya msingi vya kahawa. Mwitikio wa wakulima ni mkubwa sana. Mwanzoni baadhi ya wakulima walikuwa waelewi elimu ya ulengetaji wa kahawa. Mtu akiona kwamba unaenda unakata kahawa yake anaona unaenda kumharibia, lakini kupitia mafunzo kupitia mashamba darasa ambao tumeanzisha kupitia vyama vya ushirika, wakulima wetu wameweza kunufaika na mabadiliko tunayaona sasa. Kama huduma ya ulengetaji imekuwa ni huduma ambayo kila mkulima sasa hivi anahitaji kulengetewa miche yake ya kahawa ambayo iliyozeeka, lakini pia kuna uchimbaji wa mitaro, elimu ambayo imetolewa ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Wafundisha wakulima wetu mbinu mbalimbali za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo kuchimba mitaro, kupanda miti ya kimvuli shambani, lakini pia kuchanganya mazao. Kwa wakulima wetu wanabadilika, lakini pia wakulima wetu walikuwa watumii vifaa, lakini kwa sasa hivi wanatumia vifaa ambavyo vya kulengeta ili kuweza kuzuia, lakini pia mbali ya yote wakulima wetu wamenufaika. Tunaona uzalishaji umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu wakulima wetu wamefaidika na mambo mengi ambao sisi tunawapa elimu, hususan ubora wa kahawa, kuzingatia kanuni bora za kilimo ambapo tumewapatia wakulima wetu. Hichi unachokiona hapa ni kifaa ambacho kinaitwa soil kit, ambapo kazi yake kubwa inaskani udongo kwa kupima sample. Tunaanza kwa kukusanya sample kutoka kwenye shamba la mkulima, na kuna aina ya ukusanyaji wa sample. Unaweza kukusanya sample kuanzia 8 mpaka 10 kutoka kwenye eka moja. Baada ya pale unachanganya udongo. Baada ya kuchanganya udongo unakaa sehemu moja, unaupunguza mpaka unabaki na kilo 1, ambayo sasa hiyo kilo 1 ndio unakuja hapa sasa
unaanza kuipima kwa kuichanganya taratibu kwa kuanza sample ndogo ndogo kupitia hichi kipimo. Kwa hiyo utaskani, utapata matokeo ya kwanza, utapata matokeo ya pili na utapata matokeo ya tatu. Baada hapo kuna printer ambayo imeunganishwa moja kwa moja kupitia hii njia ya simu na hii skana. Kwa hiyo sasa unaweza ukapata yale matokeo yetu yanatumwa kupitia simu, na then kuna kifaa kwa ajili ya kuprintia, unapata matokeo ambayo baada ya kwenda kuprinti una mfumo wa matokeo unakuwa katika mfumo huu hapa. Na haya matokeo yanakuonyesha mapungufu ya udongo wako, jina lako, sehemu na aina ya zao ambalo unalima, na mapungufu ni kiasi gani, ambayo yanaonyesha yale madini yote ambayo ya muhimu katika afya ya udongo. Baada hapo vile virutubisho vikionyeshwa, yanakuonyesha sasa kupitia matokeo wewe kama mkulima, ili sasa uweze shamba lako kuliboresha vizuri, uweze kuongeza uzalishaji. Je, unashauriwa nini? Mpango upi wa kurekebisha rutuba ya udongo? Na kupitia haya matokeo unaonyeshwa, je, ufanye nini ili uweze kuongeza rutuba ya udongo kwa mkulima. Kwa hiyo sisi tunachokifanya kama wataalamu ni kumsomea mkulima, lakini pia na kumshauri shambani kwake ili aweze sasa kuanza kubadilika. Lakini baada hapo tunaanza kumtembelea mkulima ili tuone mabadiliko yoyote ambayo yanaweza katokea katika shamba la mkulima, ili kusudi tuone maendeleo ya mkulima yule. Na baada ya hapo sasa tunaamini kwamba mavuno yataongezeka, kwa sababu hizi data huwa tunaangalia, je, kabla ya kupimiwa afya ya udongo mavuno yalikuwa ni kiasi gani, baada ya kurekebisha sasa mavuno yataongezeka kwa kiasi gani. Na hii ndio elimu ambayo tunampatia mkulima bure kabisa.